Fikiria tuko vitani, viongozi na makamanda wanapukutika mmoja baada ya mwingine, lakini jeshi bado liko imara na linaendelea kufanya mashambulizi makali dhidi ya adui. Huu ndio ukweli wa mazingira yanayokabili Jamhuri ya Kiislamu ya Iran asubuhi ya leo, wakati taifa hilo likiwa katika panorama ya huzuni na majonzi makubwa kufuatia kifo cha Ali Larijani. Larijani hakuwa mwanasiasa wa kawaida. Alikuwa injini ya usalama wa taifa na mshauri mkuu aliyekuwa akiaminiwa na pande zote za kijeshi na kisiasa. Hapa kuna wasifu wake kwa undani. Alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 1957 katika mji mtakatifu wa Najaf nchini Iraq. Elimu: alikuwa msomi aliyebobea, akihitimu shahada ya uzamili na uzamivu katika fani ya falsafa ya Magharibi kutoka Chuo Kikuu cha Tehran. Pia alikuwa na shahada ya hisabati na sayansi ya kompyuta. Nafasi ya uspika: alishika nafasi ya mkuu wa bunge la Irani kwa muda mrefu zaidi, akihudumu kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2020. Kipindi hiki kilimfanya kuwa mpatanishi mkuu wa migogoro ya ndani. Usalama wa taifa: kabla ya kifo chake, alikuwa katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2007, ambapo aliongoza mazungumzo magumu ya nyuklia na mataifa makubwa duniani. Asili ya familia: anatokea katika familia yenye ushawishi mkubwa wa kidini na kisiasa. Baba yake alikuwa Ayatollah Mirza Hashim Amoli, na kaka zake pia wanashika nafasi za juu katika mfumo wa mahakama na kidiplomasia nchini Irani. Nafasi ya mwisho: hadi anauawa tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2026, Larijani alikuwa mshauri mkuu wa kiongozi mkuu na alikuwa akitajwa kama mtu muhimu zaidi katika kuratibu majibu ya kijeshi dhidi ya mashambulizi ya nje. Hitimisho na wito kwa watazamaji. Kabla hatujaendelea na sehemu ya pili ya uchambuzi wetu, tungependa kusikia kutoka kwako. 1. Unadhani kuuawa kwa Ali Larijani kutadhoofisha au kuimarisha harakati za ulinzi za Iran katika ukanda wa Mashariki ya Kati? 2. Je, unadhani diplomasia bado ina nafasi au tushuhudie mlipuko wa vita kamili? Andika maoni yako hapo chini. Na ili usipitwe na mwendelezo wa habari hizi nzito na uchambuzi wa kipekee kutoka Mashariki ya Kati, hakikisha unaendelea kutazama The Data On. Subscribe sasa na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka video mpya. Asante kwa kuwa nasi, naendelea kufuatilia The Data On.